tofauti na dunia, ni watu walio tofauti na chochote ambacho unakiona katika uso wa nchi. Haleluya. Sijui kama unajielewa wewe ni nani. Sijui kama unajifahamu wewe ni nani. Haleluya. Kwa sababu kazi ambayo umepewa ni kazi ambayo watu ulimwengu hawawezi wakaibeba, lakini ni mtu kama wewe tu anaweza kuibeba. Amen. When we were called and chosen by the mighty God, because everyone in the church today, kila mtu aliye mahala hapa siku ya leo, nataka uelewe ya kwamba hauko hapa kwa sababu ya kawaida. Hauko hapa kwa sababu wewe ni mtu tu. Umeingia kwa ajili ya kuabudu, umeingia kwa ajili ya kuona majengo ya kanisa, umeingia kwa sababu ya kutafuta kile kinakusumbua, lakini wewe ni mtu ambaye ameteuliwa na Mungu kwa sababu ya kazi fulani katika maisha yako. There is nothing, hakuna kitu cha kawaida ambacho kinaweza kuwa kinafanyika ndani yako ambacho hakika kinaweza kukufanya uweze kuona ya kwamba wewe ni mtu tu wa kawaida. Everything which happens to your life, nataka ufungue moyo wako na akili zako siku ya leo na uelewe chochote kinafanyika katika maisha yako, it is a symbol ya kwamba wewe umeitwa na Mungu kwa kusudi fulani. Hallelujah. And that is why I say the battle of the chosen people of God, the battles we go through, mambo ambayo unayapitia, shida ambazo unazipitia, misukumo ambayo unaipitia, changamoto ambazo unazipitia, wewe unaziangalia unaziona mashida tu, wewe unaziangalia unaziona masumbuko tu, lakini kuna kusudi maana unazipitia, kwa sababu wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni mtu wa hali ya juu, wewe ni mtu wa viwango vya juu, wewe ni mtu ambaye amepewa vitu vilivyo juu. Hallelujah. And that is the reason uko kanisani. That is the reason ya kwamba wengine walikana wakisema ya kwamba tumeacha ulevi, sisi hatutalewa pombe, tutaenda kanisani tutafute Mungu. Kile kilichokusukuma ni kwa sababu kuna mbegu iliyo ndani yako, ni kwa sababu kuna wito ulio ndani yako, ni kwa sababu umechaguliwa na Bwana ili uweze kutimiza wajibu fulani katika maisha yako, na kila shida iliyokuzunguka ni ya kukuzuia wewe usitimize hicho ulichoitiwa. Hallelujah. Every problem you may be going through and every challenge, haiko pale kikawaida, iko pale to limit you, iko pale ipambane na wewe. The battle we go through, it is spiritual battles, ni vita vya kiroho. Watu waliopigana enzi za Yoshua walipigana vita kimwili, ndio maana walipigana na Waamaleki, ndio maana walitoa masilaha wapigane na miji kama Ai, wapigane na miji kama Yeriko, kwa sababu vita ile hata kama waliongozwa na Bwana walihitaji kupambana na mikono yao. But now the battle we face is spiritual battles. Hatuna wakati tena wa kuchukua panga tuweze kukatakata manabii wa uongo. Hatuna wakati wa kuchukua mishale. Hatuna wakati wa kuchukua silaha za kikawaida tuanze kukatakata waganga. We are doing it spiritually. And that is why unaweza kuona mambo yanakwama. That is why unaweza kuona mambo hayaendi. That is why unaweza kuona ndoa haifanyi vizuri. That is why unaweza kuona nyumba inabadilika. That is why unaweza kuona watu wa kwenu wakikukana. That is why unaweza kuona mke wako akibadilika, kwa sababu vita ni ya kiroho. And we only win the battle in our knee. Hallelujah. Katika magoti ndio tunapigana vita vya leo. It is the end time battle. It is spiritual. Lazima tuielewe. Lazima tuelewe viwango vyetu. Lazima tuelewe kile Bwana ametuitia.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. When I was praying there, I'm a man of faith. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. If there is something, Mungu amenipa mwili mdogo sana, japo naomba niongezee kimo kiasi. Haleluya. Lakini kuna kitu amenijalia, neema na imani. Haleluya. Everything I do it out of faith. It is not because of the whatever surrounding me, the environment, the people surrounding me. No, it is about faith. Hallelujah. Because when I knew that my battle is spiritual, so whatever I want, I claim it spiritually. Katika magoti ninaitisha kile ninataka. Katika magoti ninapigana vita iliyo mbele yangu. Wanaweza kusema wakati nilipokuwa ninaomba pale, Roho wa Bwana akawa ananishuhudia kwa uwezo zaidi ya kwamba unaona watu hawa, Bwana Yesu asifiwe sana, hapa kuna waimbaji wenye vipawa kali sana. Hapa kuna wahubiri walio na upako, walio na vipawa vya juu, lakini kuna mambo yamewazuia. Nataka niwatumie zaidi. Watokapo nje wanatumika, wanahangaishwa, wanateswa, wanapitia masumbuko. Mioyo yao inapofika siku ya Sabato ama siku ya Sunday, wanakuwa na uchungu, wanapitia mazito, mioyo inakuwa mizito. Yaani Bwana anataka kutumie, Bwana anataka kutumia ujasiri na Roho Mtakatifu. Lakini unapotoka nje, shetani anakungojea. Ni mitego. Wakati unarudi tena unaanza kung'ang'ana tena. Nijaze nitumie Bwana, nijaze nitumie. That is when I heard ya kwamba Roho Mtakatifu anataka wanjaze, lakini kuna vitu vinawafunga. Nataka viachilie katika jina la Yesu Kristo. Nataka nitinoze hiyo roho. Mahali hapa Bwana alipoinua wateule, mahali hapa Bwana akainua hao waimbaji, hizo vipawa vianze kufanya kazi. Every barriers and limitations zikaweze kuvunjika. Haleluya. Kuna shida inayokuandama ambayo sio ya kawaida. Ni shida ya kukuzuia ile kile kilicho ndani yako kisifanye kazi. Shetani ana kiburi sana, apigane na wewe, lakini namwamurisha leo katika jina la Yesu Kristo akaondoke. We need to serve Almighty God. Hallelujah. We need to serve Almighty God. And our weapon, we know very well that kwamba katika dunia tuko katikati ya vita. Tuko katikati ya vita ndugu yangu. Hakuna kitu utapata kirahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu amenijalia kipawa ni sawa. Lakini kuna kitu sitakuficha mimi. Ya kwamba kile kiko ndani yako lazima uachilie kifanye kazi. Haijalishi mimba inayokunduga, haijalishi mateso yanayotuma, haijalishi mishale inayoelekezwa, lakini lazima ukatae. Ninasema lazima nitumike. Lazima huyu Jehova niweze kutumika na yeye. Bila kipawa kifunguke ndani yako. Kifunguke ndani yako. We are rising to the level. Tunainuka katika viwango ya kwamba wale walioitwa, sikiliza, majengo haya ama malango haya mmeyajenga kwa ajili ya jina la Bwana, kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Mahala hapa, I want us to speak today. Nataka tunene leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba katika nyumba hii tutainua sauti zetu mbinguni na malango yatafunguka. Watu watafunguliwa, waliofungwa na mapepo, waliofungwa na mauchawi, waliofungwa na mauganga wataachiliwa huru katika jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Living the life of faith as a chosen person ni jambo la muhimu sana. Amen. And I remember very well giving just a testimony kidogo ya kwamba wakati mmoja, amen, wakati mmoja nilipokuwa ninafanya harusi yangu, nilijenga kanyumba kidogo Karumbili, and
nisikia mtu wa Mungu akisema ukifanikiwa kidogo, watu kule wanasema wewe umechukua ile maneno. Wanaweza wasipe sana. Na waliposema vile, kwa sababu nilikuwa na imani kwa Mungu sana, na nilijenga ile kanyumba kwa uchungu mkali, nikaambia Bwana, sasa kama wewe ni hiyo inaitwa hiyo, wanaweza wasipe sana. Kama wewe ni hiyo majini, sasa nataka nijenge nyumba kubwa. Haleluya. Hiyo walioona ya mbili, nikasema naenda kuibomoa. Mtu wangu akaniuliza, na yule iko zuri utabomoa? Nikamwambia my God is tough. Na tunatoka pesa wapi? And I remember very well, nikienda pale nilikuwa na shilingi 3,000. Sikuwa na tofali hata moja, sikuwa na mabati ya kujenga. Nikafika pale nikaita watu, nikawaambia mafundi, nikawaambia bomoeni nyumba yote, maana hapo hivyo ndio nataka kujenga ingine. Haleluya. Akaniuliza, uko sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nilikuwa nimejawa na roho, nasema kama hakika kanyumba haka katafanya niambiwe niko na majini, wacha nijenge kubwa. Wacha nijenge kubwa ambayo itafanya Mungu wangu ajulikane. Amen. Wakachimba pale. Ile pesa nilikuwa nayo nikawalipa. Niwaambia chimbeni nyumba ya 7 hivi. Wakachimba wakamaliza, nikawaambia pesa. Wakaniuliza matofali ndotoa wapi? Nikamwambia wacha nirudi, nitatuma lori lete. Bwana Yesu asifiwe sana. I came back. I think it is 7 years ago, I don't know. Nikikumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo niliporudi, nikakuja nikaendelea kuhubiri. Haleluya. Wachawi wakaenda pale wakachinja mbuzi, wakachukua ile ngozi, wakachimbia kwa ile mtaro. Simechimba ile mchanga. Hapo mtaro wakachimba wakafunikia. Sasa nikiwa hapa naona kuna kitu kimewekwa pale. Bwana akaniambia chukua haya mafuta kisha wewe. Nikaenda nikapokua, nikapata ngozi ya mbuzi, nikaiteketeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia Mungu, sasa hii nyumba sina pesa, lakini nataka ijengeke. Wale waliosema wewe ni majini, kama wewe ni majini usilete pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kama ni majini, ina maana yeye ni chini ile iliyo kubwa, si sawa? Nakwambia kutoka pale watu hawakujua vile tulianza huu mjengo. Hata mimi sielewangi mpaka leo hii. Haleluya. Lakini nishtukie nyumba imefika wapi? Kule juu. Amen. Na watu wakaogopa pale sana. Na that means ya kwamba maisha yetu tunaishi katika kiroho. Maisha yetu yanafanyika katika kiroho. Maisha yetu yanafanyika katika imani tulionayo. The battle of the chosen one. Lazima uelewe ya kwamba kuna kitu Mungu ameweka ndani yako, na hicho ndicho kinapigwa ili wewe usije ukafika kiwango fulani. Matatizo ya kikawaida ndiyo yanayofanya watu waliopewa vipawa vya kuhubiri walemewe na kuhubiri, waishi maisha ya kiukawaida, stori zao zikaeza kiukawaida. Kuna watu utaangalia kanisani leo ya kwamba ukimwangalia ameokoka kabisa, ukimwangalia unaona mwimbaji kabisa, ukimwangalia unaona mhubiri kabisa, lakini ukimpata nje mambo yamebadilika kwa sababu ya msongo wa mambo ya kikawaida, kwa sababu ya yale mambo yamemzunguka, na kila wakati shetani anayaleta ili yakukwamishe usije ukatimiza kile ambacho umepewa kukitimiza. Haleluya. We need to shake the atmosphere. We need to shake it. Tuseme ya kwamba lazima tufanye kile tulichoitiwa. Haijalishi kwa nyumba kuna chakula, haijalishi kwa nyumba tumelipa rent, lakini lazima tuombe, lazima tupambane na shetani, lazima tuombe watu wafunguliwe. Hallelujah. I want to give you neno hili ya kwamba when you understand that you are chosen. Watu wengi wanaona kana kwamba tulipoteuliwa na tulipochaguliwa ni kana kwamba tumepewa roho za kushindana. Angali swali ya kwamba unapata ya kwamba kuna watu walio na vipawa, lakini ndani yao wana roho ya mashindano, ndani yao wana roho ya kiburi, ndani yao wanajiona ya kwamba kama wakompeta kuliko wengine. Ukijipata katika hicho kiwango ndio unaanza kuelewa ya kwamba the devil is limiting you.
Shetani anakuzuia. Wewe ni sawa, uko na power, ni sawa, uko na kipawa, ndio ni sawa, uko na uwezo fulani, lakini wakati ambapo unajihisi mimi si wa kawaida bwana, mimi si kama kaka mtu, mimi naangusha mapepo mara mbili, sasa mimi si wa kawaida, kiatu yangu lazima nivae. Sikiliza, the moment you get yourself there, ya kwamba shetani amekwisha kukuteka nyara, kwa sababu maisha ya mteule anaishi maisha ya kuwindwa pande hii na pande hii. Maandiko inasema basi shetani ni mshtaki mkubwa katika maisha yetu. Anatafuta ni njia gani anaweza kuitumia ili aweze kukushtaki na kukupiga break. Kwa nini akupiga break? Kwa sababu wakati uko active, wakati moyo wako uko vizuri, wakati moyo wako hauna chuki, wakati moyo wako uko na amani na upendo wa Bwana, unaharibu kazi za ile mwovu, unaharibu kazi za shetani. Lakini wakati ambapo ukawaida umekuja, wakati ambapo unapigana na watu wa kawaida, wakati ambapo maisha yako umeachilia tu, unapata ya kwamba kile kipawa kilicho ndani yako kimezuilika na kifanyi kazi. Unakuwa mtu wa kawaida. Ukipiga kanisani unaanza kung'ang'ana vile utajazwa na Roho. You know very well the people of the spirit, hata ukihubiri na uko kwa Roho, mtu aliye rohoni anaweza kuelewa. Yes, naweza kusema hiyo laini haiko kwa kiroho. Ndio na ubiri ni sawa, lakini haiko kwa kiroho, kwa sababu aliye na Roho umwelewa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anamjua. Yesu mwenyewe anasema ya kwamba watu wa dunia hamuelewi Roho, maana akai ndani yao, lakini wale walio na Roho Mtakatifu wanamuelewa, sababu anakaa ndani yao. Mwimbaji akiimba hata kama hayuko kwa kiroho utajua ukiwa na Roho. Ukiwa kawaida hautaelewa, lakini ukiwa katika Roho utaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. And all this is way, ni njia ambayo shetani hutumia kuteka walio na nguvu ili awazuie wasitimize kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. You are a war machine. Wewe ni mashini ya kivita. Sababu duniani kama tumeokoka, hata wale hawajaokoka, wacha nikwambie, kuna sababu. Mhubiri anasema ya kwamba under the sun is so it was vanity. Haleluya. Anasema katika kitabu cha Mhubiri, anasema hivi ya kwamba Mungu alimpa mwanadamu shida, ataapiga ndani ya hiyo shida. Kwa hiyo chini ya mbingu, sijui unatafuta amani gani. Hata Yesu mwenyewe anakauka, anasema mlifikiri nilikuja kuleta amani duniani? Sema la asha, bali kutupa moto duniani. Maana tangia sasa familia ya 5 watabarakana 2 kwa 3. Kuna familia iko na amani yote, hata kwenu hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna. Hawa 2 wanaelewana, hawa 3 wanaelewana, wakiunganika kuna tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio utapata ya kwamba hata katika familia zingine za wachungaji kuna mtoto ambaye ni mvuta bangi. Sio zote, lakini chunguzo utapata zingine zipo mlevi tu. Na kila anakuambia baba yangu ni bishop, usiniambie wewe. Usiniambie. Nataka kuniangusha. Unaweza sio sana. Anakanyanga. Wanaweza siwe sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu katikati ya kina watu wanaoamini, katika hao watu wanaoamini kwa kongamano yao, shetani anakuwa pale kuangalia, kuiba na kuharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Familia zingine utapata wewe umeokoka, lakini ndugu zako wanatembelea waganga, hamuwezi mkaelewana. Japo mtaitana vikao vya kifamilia, lakini kuna mambo mtatofautiana. Katika moyo mtapitana, maana huyu anategemea waganga, lakini wewe unategemea
chama huyu. Kibarikiwa utaambiwa uliingia chama. Sababu gani? Sababu wanapambana na wewe, wanashindwa. Ni nini ambacho kinakulinda? Ni nini ambacho kinakuzuia? Wanang'ang'ana wakuangushe, lakini upako na ukingo wa Mungu umekuzuia. Jina la Bwana lipewe sifa. The battles of the chosen. This way you see in the book of Joshua chapter 6 verses 20. It is talking about the battle of Jericho. The battle of Jericho. I will not go there. Sitaenda kusoma. But it talks about the battle of Jericho. And it talks about the Israelites. How they conquered the fortified city after marching around it for 7 days and then shouting, causing the walls to collapse. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uone ya kwamba maisha ya mtu ambaye amechaguliwa, mtu ambaye ameteuliwa, mtu ambaye anategemea roho wa Mungu. Yoshua anaambiwa na Mungu, zungukeni ukuta wa Yeriko mara 7. Mzunguke mara moja kila siku, na siku ya 7 mtazunguka mara 7. And when they did that, wakapiga shangwe na kelele kubwa, kuta zikaanguka zenyewe. The power of the living God. The chosen one walks with the power of the living God. The chosen one is the man. Every time he knows that it is the season of his God to do something. Every point of the life of a chosen man, he understands ya kwamba majira, hata kama niko town, hakuwe na shida yoyote ina gani, inaelewa ya kwamba ni wakati wa Bwana afanye jambo. The chosen one is a man who is not just before sio mtu ambaye anajipenda ama amejiweka kwa ajili yake. Wakati tunataka kuelewa ya kwamba you are the chosen, utaona ya kwamba maisha yako haubebi mambo yako ya kawaida na nyumba yako, lakini muda mwingi uko na mzigo kwa ajili ya vile watu watakombolewa, kwa ajili ya vile watu watafunguliwa, kwa ajili ya vile watu watapona, kwa ajili ya vile watu wataweza kubarikiwa, ya kwamba umebeba mzigo kwa ajili ya taifa. The chosen one, mostly they forget about their own lives. They forget even about their families. Bwana Yesu asifiwe sana. You cannot be chosen if you are unable to forget about your family. You cannot be chosen if you are unable to forget about yourself. Kama bado unajipenda, ni vigumu Bwana kutumie kwa kile kiwango. Kama unapenda familia yako kuliko ufalme wa Mungu, unawezekana usitumike kwa kiwango cha juu na Mungu. Wale apostoli wanasemaje? Sijasema uache familia yako, lakini kuna kitu nataka nikwambie, ya kwamba maandiko inasema mpende Bwana Mungu wako kwa akili zako zote, kwa mali zako zote. Hapo ndipo tunakataa. Ndio maana unaona ya kwamba tunafikiria, wakati mwingi tunafikiria shida tulizo nazo, tunafikiria changamoto tulizo nazo, Bwana nibariki, Bwana niinue, Bwana nisaidie tu, lakini kupata nafasi ya kupenya na kuambia Bwana, nataka unitumie kwa ajili ya walevi wapate kukombolewa. When you talk about the vessel of the God, the vessel of the mighty God, the vessel is the Sunday. Kama vile unatumianga maji, mtungi kuweka maji. Mtungi ni vessel. Faida yake ni kuweka maji ubebe. When we become the vessels of the mighty God, then we are there to do his will, tujazwe na kile anataka, tufanye kile anataka. And so we forget about our interest. Tunasahau kuhusu mambo yetu ya kawaida. And that is the way God may use you. Usipotoka kiwango cha kawaida, ni vigumu sana nguvu ya Mungu ingie ndani yako kwa kiwango cha juu. Ni vigumu sana mambo makubwa yatendeke. Unaweza ukakaa kuomba, lakini hakuna kitu kinafanyika. Hauoni maisha yako yakibadilika, hauoni mambo mazuri yakifanyika. Unashindwa, ninaomba na ninaombewa, lakini ni kwa sababu haujafungua moyo ukaambia Bwana,
you become a vessel, there is a moment you are chosen now. Umechaguliwa. Because now you are there to be used. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu waombaji wazuri sana, lakini bado hawajaruhusu watumiwe na Mungu. Ndio maana hata tunaweza kusimama saa hii tuseme tunataka kila mtu atupe 1,000. Kwa hiyo nafikiri watu wanakosanga pesa, wakosanga. Lakini anapiga kwanza, hii ni ya shule, hii ni ya shopping, hii ni ya kazi. Hapa kuna baki so 2 na hapa kuna so nyingine hapa kama wananidai 50. Kwa hivyo mimi sijafika 1,000, iko so 2. Halo? Roho ya kujipenda. Lakini mtu ambaye amependa ufalme wa Mungu zaidi anachukua wacha nichukue hii, Mungu atafungua njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaitoa. Inafanya kazi ya Mungu. Amen. Na unajua watu watupendi hapo kwa pesa sana. Kwa hivyo sitakwama hapo. So ningependa kukwambia kwamba when you understand to be chosen, you understand that God is there to use you. Lakini ningependa kuongea kuhusu vitu 2-3 kwa sababu wakati naongea kuhusu the chosen men, ningependa kuonesha ni kana kwamba ni njia gani ambayo shetani hutumia wakati tumekuwa na vipawa ndani yetu. Maana unazaliwa ukiwa na kipawa ndani yako. Yes, hakuna kipawa kinakuja kinawekwa ndani yako. Kipawa ambacho uko nacho Mungu alikiweka ukiwa ndani ya tumbo la mama yako. When you look at Jeremiah chapter 1, anasema ya kwamba kabla Jeremiah hajazaliwa alimuumba ndani ya tumbo la mamake, naye alimtakasa. Ina maana kile ambacho Jeremiah anakifanya akiwa mtu mzima kiliwekwa akiwa mtoto ndani ya tumbo la mama yake. I want to see, nataka tuone ni nini ambacho kinasababisha wewe uweze kukaa maisha ambayo sio yako, uweze kukaa maisha ambayo yana changamoto, uweze kukaa maisha ambayo yamejaa limitations. Number 1, kile kiko ndani yetu kiliwekwa tukiwa katika tumbo la mama yetu. Number 2, kilipowekwa shetani alielewa. Shetani katoto kanapozaliwa, hata kakiwa ndani ya tumbo la mamake, shetani anaanza kuelewa ni nini kimewekwa ndani ya hii tumbo, ni nini huyu mama amebeba, kinaweza kuwa na madhara gani katika taifa, kinaweza kuwa na madhara gani katika ufalme wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana wamama wakiwa wajawazito, wengine wanaanza kurogwa na mimba zao, wengine wanaanza kufungwa na wachawi. Sio kama unaelewa kile ninasema. Kwa sababu shetani amekwisha kumonta kile kiko ndani ya huyu mtoto ni nini, na kaanza kupambana nacho kabla kiweze kukanyagishwa chini. Alipoelewa ya kwamba Yesu atakuja kuzaliwa, alianza kumuwinda akitumia Herode. Bwana Yesu asifiwe sana. So watu wengi tunaanza vita tukiwa tumbo la mama yetu, tunaanzishiwa vita pale, na unapata ya kwamba kama tutaelewa njia za kupambana na yale maroho ya kupambana na zile barriers tuliwekewa, tunaweza kujipata ya kwamba hatusongi kutoka kiwango kimoja kuelekea kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza kwenda katika kitabu cha Jeremiah chapter 24. Na hapo ndio nitasoma, zile zingine nitazungumza tu na Bwana atakubariki. Chapter 24, not 24, sorry, chapter 22 verse 24. I want us to see something happening to a man ambaye alikuwa ni mfalme. The Bible says katika Kiswahili ya kwamba kama niishio mimi, asema Bwana, hata Konia mwana wa Yoakimu mfalme wa Yuda angekuwa pete yenye muhuri katika mkono wangu wa kuume, ningekung'oa wewe hapo, nami nitakutia katika mikono ya watu wale wakotafutao roho yako,
na katika mikono yao unaowaongopa, naam, katika mikono ya Nebukadneza mfalme wa Babeli, na katika mikono ya Wakaldayo. Nami nitakutupa nje, wewe na mama yako aliyekuzaa, mwende nchi nyingine ambayo hamkuzaliwa huko, nanyi mtakufa huko. Lakini nchi ile ambayo wanatamani kuirudia hawatairudia kamwe. Je, mtu huyu Konia ni chombo kilichodharauliwa na kuvunjika? Ni chombo kisichopendeza? Mbona wametupwa yeye na wazao wake na kutupwa katika nchi wasioijua? Mstari wa 29, tunganike pale. Nchi, lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi: andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa, akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Jina la Bwana lipewe sifa. Huyu ni mtu ambaye alikuwa mfalme na ambaye anaongeleshwa ama ananenewa na Yeremia. Yeremia ni nabii na anazungumza kuhusu Konia. Konia ni mtu ambaye sasa ameacha Mungu, ni mtu ambaye ameenda kando na mapenzi ya Mungu aliye hai, na Mungu amekasirika na yeye, na Mungu anataka kudeal na yeye na Konia. Na ndio sasa Yeremia anainuka, maana Mungu amesema na mtu huyu kwamba wale watu unaogopana nitakuweka mikononi mwao, wale watakutao roho yako nitakuweka mikononi mwao. Ya kwamba Mungu anatulinda sisi tusipatikane na maadui zetu, lakini Mungu akichoka na wewe anaweza kukuachilia ukaingia mikononi mwa watesi wako, anaweza kukuachilia ukaingia kwa wale wenye kutafuta roho yako. Na hapa ndipo inafanyika kwa Konia. Lakini kuna kitu nataka nikuongeleshe, ama tukiangalie kwa undani sana kwa dakika chache tulizo nazo, ya kwamba Yeremia baada ya kuelewa mtu huyu ameachwa na Mungu, baada ya kuelewa mtu huyu ya kwamba Mungu hana haja na yeye tena, Yeremia anaongelesha nchi. Praise the name of the living God. Na hapa ndipo iliyo siri kubwa ambayo usipoielewa unaweza kukaa maisha yasiyo yako, unaweza kuishi maisha ambayo ni ya laana na vita kubwa, unaweza ukakaa maisha ambayo hauwezi ukainuka kiwango kingine. Yeremia anaiongelesha nchi na anaita mara tatu, anaimbia nchi, anaiongelesha tena nchi, anaiongelesha mara ya tatu nchi, anaiambia lisikilize neno la Bwana. Praise the name of the living God. There is a secret katika hii nchi tunaikanyanga, katika mambo yanayofanyika katika maisha yako. Lazima uelewe siri ni nini. Ni kweli kuna maombi unaomba uinuliwe kiwango kingine, miaka 2 imeisha, miaka 3 imeisha. Lazima uelewe ni kwa nini ninaitisha na sikuji, ni kwa nini ninaomba na hayatendeki. Lakini kuna siri huenda ilifanyika na uelewi. Nimekuja nikufungulie kile kilichofungiwa, nimekuja nikufunulie yale yaliyofichika. Sikiliza, Yeremia anaiongelesha nchi, anaiambia lisikie neno la Bwana. Jambo la kwanza tuelewe ya kwamba nchi usikia. Anaiambia andika habari za mtu huyu. Hallelujah. Everything which happens in our lives kinafanyika kile kimeandikwa katika uso wa nchi. Tofauti ni nani aliyeandika. Hallelujah. Sio ninasema kuna limitation, kuna mipaka wengine tuliwekewa, kuna mapigo wengine tuliwekewa mbele yetu, ya kwamba tunapofika kiwango fulani tunapatana na mapigo ya maisha, tunapigwa, tunarudishwa chini, kwa sababu kuna mambo yameandikwa katika nchi yanayosema ya kwamba na asiwahi pita kiwango hicho, asiwahi vuka kiwango hicho. Yameandikwa hapa katika nchi hiyo, nataka tuyafunue na tupambane nayo. Haleluya.
Bwana asema hivi, mstari wa 30, andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto. Haleluya. Mtu ambaye anaandikiwa hana watoto ni mtu aliye na uzao. Nataka nikueleze kwa nini anaelewa kuna uzao. Kwa sababu mstari wa mwisho pale unasema, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa. Wazao wametoka wapi na hana watoto? Listen to me. Kumbe Mungu anapoanza kulaani mwanadamu ameiongelesha nchi. Nikisoma kitabu cha Mwanzo, mwanadamu aliumba kutoka kwa mchanga. Everything of your body ni mchanga. Kwa maana tutakapokuwa tunashika mtu tunasema wanasemanga mchanga kwa mchanga, mavumbi kwa mavumbi. Haleluya. Kile ambacho sio mchanga na kiko ndani yako ni uhai. Maana baada ya Mungu kuumba mwanadamu alimpulizia uhai tu. Lakini minyama ulio nayo, chochote kilicho ndani ya mleo ni mchanga, ndugu yangu. And so 90% of you, it is the soil. Whatever you use, chochote unatumianga chini ya mbingu ni mchanga. Nguo ambayo umevaa ni mchanga mama. Simu ambayo umeshika ni mchanga. Kalamu uliyoshika ni mchanga. Ninasema nyumba unayolala ni mchanga. Hii ni mchanga. Mabati haya ni mchanga. Niliuliza apostle, umechanganyikiwa, umesoma wapi mabati ni mchanga? Material inatoka wapi? Mabati imetengenezwa na nini? Imetoka wapi? Mbao hii imetoka wapi? Kalamu ulio nayo, karatasi imetoka wapi? Kwa mti. Mti unasapotiwa na nini? Pasipo mchanga mti haumei. Uking'oa mwembe hivi unakauka pasipo mchanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Chakula ambacho unakula kinatoka kwenye mchanga. Maji ambayo unakunywa yako wapi? Mchanga. Kati ya vitu ambavyo tunaweza kuvitumia na sio mchanga ni pumzi tunapumua hii na mvua ambayo hushuka kutoka mbinguni. Haleluya. Vingine vyote, ucheke nyumba nzuri aje, ni mchanga. Chochote utakula ni mchanga. Kwa hivyo kama mtu atakulani na mchanga, ni ya kwamba amemaliza maisha yako. Nataka nikufunulie siri siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't want you to be a man of God or a worshiper ambaye auelewi kupambana na vita vya kiroho na baada zilizowekwa. Elewa hivi ya kwamba haya ni maandishi. Yeremia anaambia nchi iandike. Andika kwamba mtu huyu ana watoto. Na kwambia yule mtu aliyeandikiwa laana ya kwamba hana watoto, utawaangalia hata mashinani, utaangalia hata wapi uzungukapo. Kuna watu waliozaa lakini hawezi akasaidiwa na mtoto wake. Unapata mama analia nyumbani, anasema watoto wangu, lakini hakuna mtoto anamwangalia, hakuna mtoto anashughulika na huyo mama, japo ni mtoto aliyetoka katika tumbo la huyo mama. Wewe unafikiri watoto wengine kusaidia mama zao ni kutowasaidia, ni kupenda? Sio kupenda. There are barriers zilizotangulia kwa wazazi wao. Kuna malaana waliandikiwa na wachawi, wengine wakaandikiwa na Mungu aliye hai. The life we live, it is very spiritual. Kuna maisha ambayo hata ukisimama, sikiliza, niliita watu kanisani siku moja and I told them years ago, mimi siunganishangi ndoa ikavunjike. Bwana Yesu asifiwe sana. Because there is secret, najua kuna jambo linaelewa. Amen. The Bible says ya kwamba utaacha wazazi wako na yule mwingine ataacha wazazi wake, wataunganika na kuwa kama mama na baba hapa, kitu kimoja. Ukiwapata nyumbani wakicheka, unajua ni kimoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili waweze kuwa kitu kimoja, mtu huyu na yule, kuna vitu ambavyo vinamaanisha. Unajua kuna vitu vinaandikwa kwa Biblia ambazo usipoziangalia kiundani hautazielewa.
Kwa nini Biblia iseme huyu mama, msichana ataacha wazazi wake na kijana ataacha wazazi wake na hao wataunganika na kuwa kitu kimoja? Why? Kwa nini itamke? Tunajua wakioana watalala chumba kimoja. It is spiritual. Kuna vitu ambavyo utaviacha, misingi ya mama yako utaiacha, na sio kuacha tu kikawaida, ni kuiacha katika roho. Kuna madhabahu utatengana nazo. Ndio maana mimi niliita wasichana nikamwambia, wewe ukisikia umefikia kuolewa, nakuja naangalia. Nakwambia sasa, wewe itabidi utafute Mungu, uache watu wenu na vitu vya kweli. Unajua kuviacha namna gani? Uvunje madhabahu za ukoo wenu, uvunje maroho uliobebeshwa kupitia dhambi. Ndoa mingi tunazoshikanisha mingi, hakuna virgin girl, virgin boy, hakuna Aro. Kwa hiyo huyu mtu alitumika, wale walimweka makovenant. Kila mtu mwanaume ambaye anakuja kwako akikuongelesha, isipokuwa mtu kama mimi, maana unajua niko na bibi, nikikuja kwako siwezi kuambia na kuoa. Haleluya. Sisemi nakuja kwako, napea mfano. Kwa hiyo ina maana gani? Atakwambia nataka nikuoe, uwe mzuri. And so ukiingia kwa ule mfumo, you make a covenant na ule mtu. Ndani ya moyo wako umemkubalia, huyo anaweza kunioa, wacha tuende na yeye. Hivyo mnafanya ile mnafanya, mnakuja mnaachana. This is covenant ambayo imekufunga, itakuangaisha katika ndoa siku zijazo. Mwanaume vile. Wanaweza siku sana. Na hivyo usipoondolewa haya maroho, utenganishwe na misingi ya kweli, utenganishwe na zile mambo ulipitia pale, ndio uwe msafi, unganishwe, ndoa itavunjika tu baba. Utaibeba, inaweza kuwa na mashida mengi. Unaweza ingia kwa ndoa, mume wako aishe kazi, mwanze kutaabika, lakini kuna wivu ya maroho yameingia katika ndoa. Hiyo zingine zinaunganishwa, miezi mitatu imevunjika, mwaka mmoja imevunjika, miaka miwili wanataka divorce. Sikiliza, because life is spiritual. As the chosen men and the women of God, lazima tuelewe kupambana na vita vyetu vya kiroho. Lazima tuelewe kupambana na shetani. Lazima tuelewe kupambana na kile kiliandikwa katika uso wa nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema alikiri kwamba mtu huyu ana watoto. Wakati mtu ameandikiwa ana watoto, utaangalia watoto wako wanaweza kukosa kufanikiwa. Kuna watoto wanakosa kufanikiwa na wazazi wao wakifa, unaona wamefanikiwa. Because there was a barrier. Kuna laana inayofanya kazi katika ukoo, katika ile familia. Kuna mambo yaliandikwa katika uso wa nchi. And this is the reason ya kwamba watu ambao hutumia mganga, wangapi hapa wameenda kwa mganga? Siongope pasta. Tulienda, hata mimi nilienda. Halo. Mtagangi kusema ukweli, sio? Wale wameenda kwa hapo na umenyamaza, hata kama uliendea mkamotea mapenzi. Sikiliza. Kuna siri moja ambayo waganga na wachawi hutumia. Wanatumia mchanga. They know the secret of the soil. They know the secret of the land. Usione mtu umechanga nyumba akakuja kuchota mchanga ukafikiria mjinga. Usione mtu kakanyaga akachukua nyayo zako ukafikiria mjinga. Halo. Wanachukua michanga. Mpaka wengine unapata anatuma na kuja kuchukua michanga ya gari. Mahali gari imekanyaga. Wengine anatuma anaenda kuchukua michanga ya soko. Michanga ya junction za barabara. Hivi. Mahali kuna junction ukipita. Ujuaje ya kwamba kuna kazi mingi zinafanywa na mzo junction. Maana wana time mahali watu wanakojaa kukutania. Wana siri mingi ambazo wewe unaweza kuzikosa kuzielewa kama hautakaa katika kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchanga inachukuliwa ya soko na inachukuliwa ya nyao zako.
unafanywa maangano na yanafanywa na nchi. Kokote utazunguka matown, kokote utazunguka usifanikiwe, kila mahali utakanyaga. Let me tell you, umejiuliza ni kwa nini ya kwamba unaweza kurogwa katika familia yenu msifanikiwe, masomo ilemee, kila kitu. And even when you come to Nairobi, uchawi uliwekwa nyumbani, lakini huko unaenda unaomba kazi unaambiwa hakuna. Huko unaenda unatafuta unapata hakuna. Maisha ya mahangaiko yako pale pale. Ulitoka kwenu lakini uko pale pale kwa kuhangaika. What is the reason? Because kile kinakukula kiliwekwa covenant na mchanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mababu walipokuwa wanaongea na miungu yao, wanamwaga maji katika mchanga. Wewe unaona wanamwaga, wanaongelesha miungu yao. Wale watu wao wa ancestor walikufa, wanaongelesha. Wewe unaweza ona ni kama wamechanganyikiwa, lakini kile wanafanya wako na siri nacho. Because the land writes, the land reads, the land keeps the secret. Yaani nchi inaweka, inaandika mambo yako, inaweka siri zako na inazisoma. Ndio maana hata ukienda Kisumu na sasa kazi, hata kama umequalify, manager nchi na muongelesha, ndio hiyo mtu hapana, ndio hiyo nchi na communicate, si amekanyaga katika mchanga. Mchanga anamwambia hapana, spewi, pendoroke. Anakwambia hakuna kazi, lakini jaribu bahati siku nyingine. Why? The land communicates. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is one of the barriers ambazo zuia the chosen kufikia ndoto yao, kufikia viwango vyao. Maana katika familia kulisemekana kutakuwa na tajiri. Katika familia nchi iliandika. What is the second thing ambayo Yeremia anaandika pale? Anasema hivi, andikeni kwamba mtu huyu ana watoto kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote, atembeapo katika uso wa nchi hatafanikiwa. Zaidi ya kupata chakula cha tumboni hakuna kingine. Wengine watapata hata kununua nguo ya kuvaa ni shida. Ni shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Halo. Limitations and barrier. Anaandika pale ya kwamba mtu huyo atafanikiwa siku zake zote. Na anamalizia anasema, maana hapana mmoja kati ya wazao wake atakayefanikiwa. Sasa hapo ndio tuko ya kwamba je, unajiuliza kama mteule, kama mtu wa Mungu, kuna barriers unaweza kuwa unapitia, kuna changamoto ambazo zinaweza kuwa zinakuzunguka miaka mingi, unaomba asiondoke. Je, nchi inasema nini? Na ni nini kilichoandikwa katika nchi? Bwana Yesu asifiwe sana. Because number one, watu ambao wanaweza kuandika mabaya katika uso wa nchi juu yako ni wachawi katika familia, katika mji wenu kule, ambao wataangalia ndoto ya familia yenu, wataangalia ndoto ya watoto wa hiyo familia, wataandika mabaya juu ya uchi, juu ya mchanga, watazunguka usiku wakiwanga, na yale maangano watayafanya nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anauza what we call the altars. Halo. Kuna mambo mengine huandikika kama yale, unapata ya kwamba unavunja yale yaliandikwa na waganga na wachawi, lakini ile fanikio unaona ni kidogo. Pando kunaonekana barriers, pando kunaonekana limitation. Lazima uelewe ya kwamba wakati mwingine kama nyumba yenu iliishi kwa uganga, iliishi kwa uchawi, wale watu walitangulia, mama yako, baba yako, nyanya yako, wao walitegemea kwenda kwa waganga ili waweke kinga kwa ngoma, ili watengeneze nyumba zao, ili watengeneze mambo yao. Yale mambo yaliasi Mungu, ama yale mambo yaliwafanya wakawa waasi, na hivyo laana ya Mungu inaweza kuijia familia. Maana kuna laana mbili ya shetani ambaye anaweza kukuandikia kupitia maitendo wake wachawi, na kuna laana ya Mungu. Hapa kwa Biblia tunasoma ni Yeremia, mtu wa Mungu,
anaandika laana katika nchi kwa sababu ya Konia. Halo. Kwa hivyo Mungu anaweza kuiandika laana katika uso wa nchi juu yako, na hiyo kitu ikakula watoto wako siku zijazo. Na watu wengi hawajielewa hivi. Mama zetu waliotulea, kuna mambo walifanya lakini hawakuelewa kama yanaweza kuadhiri jamii katika miaka ijayo. Na hivi unapata siku za leo kuna roho zinakulimiti. Unataka uhubiri neno lakini unapata ya kwamba umezuilika. Kuna mambo yanakuchanganya katikati. Unataka uwe mwimbaji mkubwa lakini kuna vitu vinakuchanganya. Na hata waibaji wengine unaweza kuomba ukafanikiwa, lakini ukafika hapa juu ukakuwa kahaba. Wewe ni mwimbaji lakini hauna utukufu wa Mungu. Kahaba tu kawaida. Nini imekupindua? Kile kilichoandikwa katika mchanga. Haleluya. As a chosen man, lazima tuelewe hili kimeandikwa katika uso wa nchi kwa ajili ya maisha yetu. Je, kinaweza kuwa kinatudhuru? Kinaweza kuwa kinadhuru watoto wetu? Kinaweza kuwa ndicho kinatuzuia kuendelea mbele? Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka unisikilize. Si kama nakusaidia hapa. Tauliza mhubiri anahubiri nini leo. Nimeambiwa nene jambo tu kidogo ikusaidie mahali. Amen. So the limitations of your life as a chosen inaweza kuwa kwa sababu ya misingi ambayo haujaielewa, ambayo imewekwa na ambayo imesimama kukuzuia. And so you must arise. Lazima uinuke na utangaze nchi kile kiliandikwa ndani yako na waganga na wachawi. Wale walifuata wazazi wangu, wale walinifuata, kwa sababu hiyo maisha inaendanga hivyo. Hata mahali ulijenga baada ya kutoka kwa mamako, mahali wachawi wanakujenga, lazima wateste the water. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima waangalie ni nini watakufanyia. Kwa hivyo yale maagano walifanya, lazima uelewe kupambana nayo katika nchi. Maana katika nchi ndio unatafuta pesa, katika nchi ndio unatafuta kazi, katika nchi ndio unatafuta chakula. Kama yatazuilika, yameandikwa katika uso wa nchi, lazima uyaondoe. Amen. God is talking to Kain. Anamwambia kuanzia leo nchi imelaaniwa kwa sababu yako, haitakupa mazao. Utailima, utazunguka au kuna kule. Sikiliza. Huyu ni Mungu anaongelesha Kaini. And from the beginning the land could speak. Kwa sababu kabla Mungu aongeleshe Kaini, anamwambia umefanya ndugu yako namna gani? Kwa sababu ninasikia nchi ikinililia, ikiwa imefungua kinywa kuimeza damu ya mili mdogo wako. In the book of Genesis. Sio kweli? Kwa hiyo Mungu anaona nchi imefungua mdomo imeze damu ya Kaini. Kwa hiyo nchi iko na mdomo, iko na uwezo wa kuongea, iko na uwezo wa kuandika, iko na uwezo wa ku keep record. What record is kept to the land? Na ikiwekwa na nani kwa ajili yako? Lazima uelewe, lazima uondoe kile kilichoandikwa katika uso wa nchi na wachawi. Lazima ukinenee. Damu ya Yesu inamwagika msalabani, inatiririka, ilipunguza mchanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ilipunguza mchanga, nchi ikatetemeka. Kwa sababu kuna nyaraka zinafutwa, kuna malaana yanafutwa, kuna mambo yanaondolewa, laana ya kifo inaondoka. Laana sio yes. Inatetemeka. Haleluya. Biblia inasema wazi, damu ilipotiririka ikamgusa nchi, kukawa na tetemeko kula ardhi, dunia nzima ikajawa na giza. Hello, it was operation. And so tunafuta maandishi yaliyoandikwa katika nchi kinyume chetu, tunayafuta kwa damu ya Yesu Kristo iliyotiririka
iliyotiririka pale, damu iliyotiririka, tunafuta kila maandishi yaliyoandikwa ya kwamba hatutafanikiwa, yaliyoandikwa ya kwamba hatutainuliwa, yaliyoandikwa hatutaenda kiwango kingine, tunayafuta. Fighting with the devil requires you to understand the secrets. Lazima uelewe siri zake. Haleluya. Hauwezi ukapiga ngumi huko. Sasa ukipiga ukuta utaumia. Hauwezi kupiga upepo ukaupata. Maana ukirusha unasikia tu mkono. Lazima uelewe siri ambayo shetani anaitumia kinyume cha maisha yako, uweze kupambana nayo. Misamo de arise, tuvunje kile kiliandikwa. Sikiliza. Wakati shetani anaelewa tumeelewa siri. Wakati shetani amejua umeelewa siri, lazima kuzimu itetemeke. Maana kuna vitu vyako vimeshikiliwa. Wewe unatafuta gari, imeshikiliwa. Maandiko inasema kwenye kitabu cha Malaki, heri tutakaposimama imara tena, tumtolee Bwana zaka zetu, tumtolee fungu la 10, tuwe imara katika maombi yetu, ataturudishia miaka yetu iliyoliwa na nzige. Kuna miaka ililiwa. Nilikuwa niendeshe gari nikiwa ujanani, kumbe ilinipotea. Ni miaka ilikuliwa. Nilikuwa nichenge hata ploti yangu nikiwa bado nina nguvu, kumbe miaka ile ililiwa. Things happening. Kumbe ni vitu visivyo vya kawaida vilivyofanyika. Wewe unaomba tu, unaanza kushikwa na usingizi. Wakati sikiliza, kuna watu wapata ukiwa kwa nyumba kuomba ni ngumu. Unasikia moyo umekuwa mzito. Unaweza enda kutaka kuomba, unasikia tu hali imebadilika, uchovu umeingia, wacha nipumzike. Lakini ni operation. Kuzimu inakushughulikia masaa hiyo. Utakapo yahisi vile, bado utaamuka ukiwa maskini, sababu kuzimu inakushughulikia. Halo? Wangapi wako tayari? Mimi mtu wa imani. Wangapi wako tayari kwa dakika chache tulizo nazo tukabiliane na kila roho iliyopa? Wacha kuinua ikiwa chini. Si ni kwani unaogopa? Anafanya hivi. Kama wewe jamaa anakuambia bado wewe kuna gari yako tumeshika, mtaki iondoke saa hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uelewe maisha yako kama mteule ni maisha ya vita duniani. Atakaye kwambia ya kwamba utapata utajiri kwa urahisi, atakudanganya. Hata nikikwambia pokea na upiganie ule utajiri, ni bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi tajiri. Kati nilijua siri. Siku moja nimepambana na anga. Nikapambana na anga. Nikakaa msituni. Nikaita Mungu, hakuna chakula, hakuna maji. Nikamwambia Mungu nisaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the season nilijua Mungu anaweza kufanya maajabu. Ngari ya kwanza kubarikiwa nilikuwa na shilingi 10. Na hawakutoa pesa. Nilimwambia nataka gari. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulienda Kitui. Mchungaji anaelewa. Tulikuwa na nimeweka crusade kama mahali kunaitwa Shonzia, mahali Kakume. Ingine ilikuwa kwa Chenza. Ingine ilikuwa mahali kunaitwa kwa Ndila na huko. Ile pesa tulitoka nayo hapa, mafuta ya generator, kuebesha vyombo na pikipiki, wameona jackpot. Pesa ikaisha tukiwa tumebaki tauni mbili. Nikakuwa sina shilingi. Ni watu wamefunguliwa, naona ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwambia Mungu, sasa hizi soko mbili na tuta mbili, kwanza watu wa pikipiki ndio wamekula pesa yangu. Ikaisha. Mbona usinipatie ngari